namna ya kukomesha mapigo ya miungu. Mapigo ya miungu. Tunapoongelea mapigo, kila mmoja amepigika kwa namna moja au nyingine. Inawezekana mahusiano yamepigwa, inawezekana uchumi umepigwa, inawezekana afya imepigwa, inawezekana ustawi aina umepigwa, lakini ni miungu inayokusumbua katika maeneo hayo. Kwa hiyo tutarudi kidogo mistari ile ambayo tulishaigusa siku za nyuma, Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili sura 28. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 28 mstari wa 23. Tusikie mstari mmoja. Mstari wa moja tusikie. Mstari mmoja tu 23 tusikie. Hapo inazungumza jinsi mfalme alivyoitolea dhabihu miungu ya Dameski. Akisema okay, kwani akaitolea dhabihu miungu ya Dameski iliyompiga. Akasema, kwa sababu miungu ya wafalme wa Shamu imewasaidia wao, mimi nitawatolea dhabihu ili inisaidie mimi. Lakini ndiyo iliyomwangamiza yeye na Israeli wote. Tunataka tukomeshe mapigo ya miungu. Hapa huyu tayari miungu ilimpiga, na watu wengi wamepigwa na miungu kwa sababu kuna sadaka wamezitoa maeneo ambayo sio. Wametoa maeneo ambayo sio. Hawakuelewa kwamba kule nilikopeleka hizo zimeruhusu miungu ije nikwamishe, ije nivuruge, ije niumize. Sasa inawezekana ulitoa mwenyewe, inawezekana ilitoa wanaokuhusu, lakini waliona ile damu inakubaliana na wewe, ule mti wa ukoo unakutambulisha na wewe, ile mstari wa ukoo unaangalia ile damu inakujilia mpaka wewe, wanaangalia ile jina linakubalika mpaka kwako. Kwa hiyo unakuta ile sadaka zinakutambulisha. Sadaka zinabeba utambulisho, na sadaka zinabeba kumbukumbu. Sadaka zinabeba utambulisho na kumbukumbu, lakini pia sadaka huwa zinabeba mema na zinabeba mabaya, kama tunavyoona hata Lawi naye alitoa sadaka kwa kuwa alikuwa katika kiuno cha Ibrahimu. Ibrahimu alipotoa fungu la 10 kwa Melkizedeki, maandiko yanasema hata mjukuu wake Lawi alihesabiwa kuathirika, kuguswa na matokeo ya matendo ya babu yake Ibrahimu. Kwa hiyo na yeye alihesabiwa ametoa zaka, na hivyo kwa sababu yeye alitoa kwa Mungu wa kweli, ikawa heri kwake, ikawa heri kwake kwamba mema ambayo hakuyafanya yeye, mazuri ambayo hakuyafanya yeye, akajikuta yale mazuri yamemkuta na yeye. Kwa hiyo ikiwa wewe umetanguliwa na mtu aliyekuwa katika nafasi nzuri kwa Mungu, utayakuta mambo ambayo hukuyatumikia yatakudondokea wewe pia. Lakini vile vile ukikuta mtu aliyekutangulia alifanya vitu vibaya kwa miungu, na itafika pia na wewe ikakutambulisha kwamba unahusika. Kwa hiyo sasa tunaenda kuangalia kulingana na somo tunaloenda nalo miungu hii ambayo tumeona ya mahusiano. Na hii miungu ya mahusiano tuliona jinsi ambavyo mwanaume na mwanamke kila mmoja anakuja upande, ametoka upande kabila fulani, ametoka ukoo fulani, ametoka familia fulani, na kule kuna misingi na kuna asili zao na kuna taratibu zao na kuna kanuni zao na kuna masharti yao na kuna miiko yao. Kwa hiyo miiko inabebwa na maagano iliyoanzishwa na wahenga
walioongozwa na miungu, na ikatengeneza kuwa desturi ya kabila hilo, kuwa utamaduni wa kabila hilo, kuwa mila ya kabila hilo, hata kuweka mazuio na makatazo kwenye aina, na hata kutoa miongozo ya jinsi kabila hilo wanavyostahili kuoana. Utaelewa kila kabila lina mila yake ya jinsi ya kuoza au kuolewa. Wengine wanafanya namna tofauti na wengine tofauti. Sina haja kugusa makabila jinsi wanavyotaka. Ili usipate sifa ya kuoa, unatakiwa nini na nini utimize. Kwa hiyo hayo yapo katika makabila, na ukifuatilia aliyejenga misingi ya hizo taratibu utakuta ni miungu. Ndio sasa ilitengeneza ule mfumo. Kwa jinsi tulivyo katika nyakati tunazoishi, tumefikia ngazi ambayo ni vigumu sana kufuatilia mambo ya miungu. Ni vigumu sana kuzingatia mambo ya miungu, kwani utandawazi umekuwa juu zaidi. Taarifa za utandawazi, mila za dunia, tamaduni za dunia zimekuwa juu zaidi. Kwa hiyo tunakuta hatufuati kwa wasilia, lakini ile miungu inatutambua na inakuja kutukwamisha, kwani tunakiuka taratibu za kwao, lakini sisi tukidhani tumekuwa wa kisasa. Kwa hiyo nitaeleza pande zote mbili. Pande zile za madhara ambayo wewe au wengine wamejihusisha kufanya miungu, kuitolea dhabihu, inaenda kudhuru. Lakini upande wa pili ni wewe ambaye hauiheshimu ile miungu, na wakati huo ukiwa vuguvugu kwa Mungu huko kiasi. Kwa hiyo ile miungu ina uwezo kukusumbua kwa sababu tu pia hauiheshimu, hauitumikii, hauitimizii maelekezo kwa mujibu wa miungu inayokutambua. Kwa zote mbili, wewe tusema mimi sihusiki kabisa. Okay, husiki, lakini lazima uwe kwa Mungu kweli kweli. Kama uko nusu, wanataka utumikie zile taratibu za kwao. Sasa hapa tumeona huyu alipigwa, lakini pia si kupigwa ndiyo miungu iliyomwangamiza. Hiyo miungu ilimwangamiza na ikaangamiza na jamii yake pia ikaangamizwa. Hapo tunaweza kuona vitu vingi ambavyo leo hii vimeangamizwa. Vitu vingi vimeangamizwa. Mahusiano mengi yameangamizwa. Fursa nyingi zimeangamizwa. Mambo yako mengi vingine yamevurugwa, yamepigwa na yanaangamizwa. Unayako kwenye makaburi. Vile niliona ni kama makaburi. Kuna roho ziko zinaishi, zinatamalaki, zina nguvu na uwezo wa kutenda kwa maisha yako na kwa uchumi wako na kwa familia yako na kwa afya yako. Zinaamua uishi mpaka wapi, zinaamua ufe lini, zinaamua ufurahi lini, zinaamua uomboleze vipi. Zenyewe ndio zinapanga ufurahi vipi, zinapanga ulie lini, zinapanga ucheke lini, kwani zinakuruhusu dakika kadhaa za kufurahia. Lakini zikiamua kukandamiza, hata unashangaa kila kitu kinabadilika kabisa. Kila kitu kinabadilika. Tulimwona Suleiman jinsi ambavyo miungu ya wake zake iligeuza moyo, kama moyo uligeuzwa na miungu ambapo yeye hakuelewa. Kwa wale wanawake waliokuja kwake, walikuja na miungu yao, na hiyo miungu inataka kuabudiwa na kuheshimiwa. Yeye aliangalia sura ya mwanamke mzuri mrembo. Hata sisi huangaliaga hivi. Hatujali sana mambo yaliyo nyuma ya huyu mwanamke. Hatujali sana
mambo yaliyo nyuma ya huyu mwanaume. Tunamwangalia mwanaume ana sifa zote za kuwa mwanaume wako. Unaangalia mwanamke ana sifa zote za kuwa mwanamke wako. Unaona huyu ananifaa, tuanze mahusiano, hata maisha yetu. Pengine si tu mambo ya uzinzi wala si usherati, lakini unataka kuishi naye kama mume kweli kweli, kama mke kweli kweli. Lakini ujui kile kigezo ulichokianzishia kumkubali kwake hakikuwa kenyewe, kwani hukuchunguza vitu fulani fulani, hukukagua vitu fulani fulani. Katika mambo ya Mungu, misingi ile ya Mungu wa kweli kabisa wa kweli, unaona kwamba alisema jinsi ya kuoza wanawake, kuoza vijana wetu. Tukiangalia Kumbukumbu la Torati 7, twende pale Kumbukumbu la Torati 7, Kumbukumbu la Torati 7 kuanzia mstari wa 3. Tuangalie mambo kadhaa hapo, jinsi Mungu alikuwa anaongelea juu ya kushughulika na madhabahu na masherehe. Soma hapo. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake. Awanzia wapi? Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo waondoe kabisa. Usifanye agano nao, wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine, ndipo itakapowaka hasira ya Bwana. Asante sana. Hiyo mic basi ningerekebisha, ni vizuri tulipata sauti vizuri. Hapo wanatoa mwongozo. Kila Mungu iwe ni wa kweli au wa uongo, ana miongozo ya jinsi, ana masharti, anaweka mwongozo watu gani wa kuwaoa, watu gani huruhusiwi. Hiyo ni miongozo, na anatoa na sababu. Sasa hizo sababu zipo mpaka leo, na hata kwenye miungu vile vile, na yenyewe ina masharti hayo kwamba ni marufuku kufanya aina fulani ya mwanamke. Lakini kwa sababu ya utandawazi na mwingiliano mkubwa, na dunia imekuwa ni kijiji au kiganja, sasa sisi hatujali, tunafanya tunavyotaka. Upande wa Mungu hatujali, upande wa miungu hatujali. Tuko katikati, tuko kwenye dunia ambayo hatujui kanuni zake zinaendeshwa na nani. Dunia imetengenezewa mifumo mipya ambayo tunaifuata, na matokeo yake tunapata matatizo, tunapata shida. Kwa hiyo utaona mwanaume ana uwezo wa kumkengeusha mwanamke kwa ule msukumo wa ile miungu. Hapa Mungu anasema miungu ile ina uwezo wa kushawishi, kukengeusha, kugeuza aina ya mwenendo wako, aina ya ibada yako ikakengeuka. Na vile vile mwanamke ana uwezo kugeuza na kukengeusha uwepo wa Mungu kwako, mahusiano ya Mungu na wewe. Ana uwezo. Usijanganyike na sura ya nje. Kama hujafuatilia wewe jinsi ya kugeuza na kuondoa, sasa ile miungu inaweza ikaja ikawatandika. Hiyo miungu ikawa inawatandika kwa staili mbalimbali. Mnaweza mkatandikana wenyewe ndani ya nyumba, kila mmoja haelewi haki na mwenzake kwa vitu vidogo sana. Miungu hiyo ikawa na wachapa, miungu hiyo ikawa na wagonganisha, miungu hiyo ikawa na wavuruga, na ikawa naangamiza maendeleo yenu. Mafanikio yenu yakijaribu yanabomoka, mkijaribu kuinuka mnadondoshwa. Hiyo miungu inawavuruga. Wakati mwingine inaibua magonjwa yasiyoeleweka, magonjwa ya kutoka upande ule yanajitokeza ghafla, inajitokeza mambo ya urithi wa kule, yanakuja kwa watoto, yanakuja kwenye miili yenu, yanakuja kwenye familia yenu, inakuja kwenye mipango yenu. Inakuja hiyo miungu, inakuja kama matatizo, inakuja kama shida, inakuja kama hali fulani zisizoeleweka, na inakaa ndani yenu. Mnajiuliza, tabia inakuja kama tabia, inaingia kwa mtoto wenu mmoja wapo, mnashangaa tabia zake zimebadilika kiasi ambacho
mnashangaa hii tabia ameipata wapi, na mnataka kabisa, mmejitahidi, mna upendo kwake, mmemsaidia kiwango chote, lakini anainuka tu, anageuka, anakuwa mtu wa dunia na anabadilika, hasikilizi mtu. Kumbe ni ile miungu inamwambia chomoka hapa, ondoka twende, inamvuta, inamsukumiza. Kwa hiyo unakuta unapambana, unabaki na majonzi, kwani uzao wako unapeperushwa, uzao wako unapeperushwa, hujui utamrudishaje, hujui utafanyaje, unakimbia kwa wachungaji huku na kule, lakini mambo yanabaki kuwa mabaya, uchumi unapeperushwa, akiba uliyoiweka inapeperushwa, maana unaiwekeza kwa mtu ambaye anabadilika, anaenda njia ambayo haileti tija wala matunda uyaoni tena. Kwa hiyo yanaibuka mambo yasiyoeleweka, yanakula pesa zako zote, yanafagia pesa zako zote, mpaka unakula na madeni ili kushughulikia afya yako, na hatimaye ukishamaliza kila kitu unapona, unabaki masikini wa kutosha, masikini wa haya. Kwa nini? Miungu yanataka ubaki hapo hapo. Kwa hiyo lazima ujue hayo yote ni mapigo, ndio kupigwa huko. Tutageuza hayo mapigo, tunataka kuyaondoa hayo mapigo, kuzuia hayo mapigo. Kama kuna kitu chake kimeangamizwa, uchumi umeangamizwa, uchumi umeharibiwa, uchumi wako umebomoka, mahusiano yamebomoka, mipango yako imebomoka, mwaka huu haipaswi malengo yako yabomoke, haipaswi mipango yako ivunjwe, haipaswi ndoto yako ya mwaka huu iuawe, haitakiwi izikwe, inatakiwa iishi, inatakiwa hatua zako ziishi, mipango yako iishi, utembee katika njia ile iliyoandikwa na iliyopigwa muhuri na Mungu kwa ajili ya mwaka huu. Zile fedha ambazo zimeshatamkwa na Mungu katika ulimwengu wa roho zisikukwepe, zikujie, uzipate zile mali ambazo zimeshaagizwa kukujia, kwa sababu huu ni mwaka wa kupendelea. Sikukwepe, zikupate. Yule mtu muhimu ambaye mkikutana tu ndiyo historia yako itabadilika kabisa. Huyo mtu asikukwepe mpaka mkutane naye. Inawezekana hujaolewa, na wewe mtu wako mtakutana naye mwaka huu. Inawezekana hujaoa, mtu wako mtakutana naye mwaka huu. Inawezekana una familia, lakini kuna mambo utakutana na mtu fulani ambaye atafanya njia ambazo ndio na tamanio lako, ndio fikra zako, ndio kiu yako, na ukikutana na kutakuwa na neema ya kukusaidia, na matokeo yake utaanza kuona vitu ni vyepesi. Mbona vitu vinaanza kuwa kwa urahisi? Mbona watu wanakugeukia kwa uzuri? Mbona watu wanakufuata kwa mema? Mbona watu wale wanakuona kama wewe ni wa thamani? Ni kuna vazi limevuliwa, liko vazi limevuliwa, kuna roho imevuliwa, roho ya miungu fulani imevuliwa, vazi la miungu fulani imevuliwa, nafsi ya miungu fulani imevuliwa, na mwili wa miungu fulani, umbo la miungu fulani, sura ya miungu fulani imevuliwa. Na kazi itakayofanyika hapa ni kuhakikisha tunavua roho ya miungu kwenye roho yako, tunavua nafsi ya miungu kwenye nafsi yako, tunavua miili ya miungu kwenye mwili wako, maumbo ya miungu kwenye umbo lako, sura za miungu kwenye sura yako. Tutavua fikra za miungu kwenye fikra yako, mawazo ya miungu kwenye mawazo yako, mitazamo ya miungu kwenye mtazamo wako. Tutavua alama za miungu kwenye alama zako. Tutaondoa uhalali wa miungu kwenye maisha yako. Tuvue ile hali iliyokuvika, na tukivua ile iliyokuvika, tutavua walichokuvisha, zile mauti za miungu, zile nuksi za miungu, zile mikosi ya miungu, zile mambo machafu ya miungu. Tunakuvua ile namna ya kukengeusha, tunavua. Tunapoivua ile, ndipo tunavua wale waume wa kimwili ya kiungu, miungu ya kike na miungu ya kiume. Tunaivua ya upande wa kikeni na upande wa kiumeni, tunaivua. Kama ni upande
baba yako, upande wa mama yako, tunaivua ile miungu ambayo iko na nguvu kushikilia mambo yote ya uumeni, kiumeni kwenu, yanashika upande wote. Tunavua kila aina ya vazi la utupu ambalo limevishwa nadhani na nguo lakini uko uchi. Maandiko yanasema, unasema nimevaa lakini uko uchi, na uji kwangu upewe mavazi mapya na upakwe dawa uweze kupata nuru yako. Kwa hiyo kuna hali ambayo umeshavuliwa, heshima yako imevuliwa na umevishwa aibu. Heshima yako imeondolewa, umevishwa aibu, umevuliwa, uko uchi, utupu uko, umevualishwa utupu. Kwa hiyo kwa sababu utupu wako uko katika aibu, na matokeo yake tumbo lako limevishwa aibu. Tumbo lako limevishwa aibu. Mwanaume, kiuno chako kimevishwa aibu, utazalisha aibu, matatizo na dhiki. Mwanamke, utasumbuka, kila kitu kibaya kitakutafuta wakati wa kuzaa kwako, wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua, vinakuwa vimekufunika. Kwa ni lazima tuweze kwenda katika ulimwengu wa roho. Wakati mwingine ni ile miungu tulikorofisha, inakusubiri wakati wa ujauzito, inakusubiri wakati wa kujifungua, inakusubiri wakati fulani inataka kukujia kukudhuru. Lazima tuivue, tuiondoe na isilete madhara. Wakati mwingine ni madhara ya kule katika urithi wako, lakini huna hatia yoyote. Unashangaa wakati wewe unataka kupata ujauzito, ni shida kupata ujauzito, ni tabu kweli kweli, mpaka uanze kutafuta madawa, mpaka utafute tiba, mpaka ushughulike sana. Ni kweli, lakini ukweli wewe hauna shida yoyote, hauna shida yoyote. Kuna miungu inakataa, kuna miungu inapinga, kuna miungu inataka upitishwe na madaktari mavisu ya ajabu wakusumbue operation. Kuna vile zisizokuwepo lakini zinaonekana, mpaka upafanywe operation kwenye tumbo lako la uzazi. Mambo ambayo yanakuja hayapo lakini yanaonekana yapo, ili tu tumbo lako lisumbuliwe, ili tu unyanyaswe. Sasa tunapoenda kwa Bwana tunamwambia Mungu, haya yote tunayavua. Na hivi ninapoongea wewe, akili yako na ufunuo wako unakuja, kuna vitu vya kuvua ambavyo tunaenda kuvivua, tunavivua, tunaviondoa. Lakini katika kuviondoa nafuata maelekezo yale ya Mungu ambayo aliniongoza. Kuna miungu iliyokuwa ya kiume na kuna miungu iliyokuwa ya kike, na kuna miungu ya kwenye maji. Miungu ya kwenye maji ambayo imebeba viumbe na unaingizwa kwenye maji na yanakukamata. Iko miungu ya majini na iko miungu, hata Farao walikuwa anawahi kwenda kwenye maji, maana kuna miungu ya majini. Nikaona maji ambayo imekata kwenye bahari, nikaona katika viumbe vikiingia viko ndani ya bahari. Nikaona kuna mwanaume ndani ya maji, hana nguo, yuko uchi. Nikaona mwanamke anaingia ndani ya maji, wanakumbatiana, wanazama ndani ya maji. Lakini ghafla wakawa wanaendelea katika familia hiyo, ni kama wanadumbukia wanawake pale, lakini wakatoka na vazi ambalo lilikuwa ni kama koti la mvua, lakini wanatembea barabarani, hawana wasiwasi. Ile koti ni kubwa, huku mbele wako wazi kabisa, wanatembea wana wasiwasi, wamevaa koti la mvua. Koti ni miungu ile, ambaye hii ni miungu imewavaa, ni roho imewavaa maisha yao. Ndoa hii haitaenda, hii nadhani iko ndoa, hakuna ndoa hapo hakuna mume, hapo hakuna mke, kuna maroho yako hapo. Lazima tuvue miungu ya kwenye maji, miungu ya kwenye ardhi, miungu ambayo inasema huyu ni wewe kwetu. Ni kwa sababu Mungu anataka mwaka huu uweze kutembea katika upeo ambao hujawahi kuufikia. Maana yake lazima tukutoe kwenye miungu iliyokupiga, lazima tukutoe kwenye miungu inayokupiga, miungu inayoangamiza, tukutoe huko. Sasa nataka tuangalie mistari michache tu, halafu nitaita baadhi ya watu hapa nianze kuombea. Taombea watu wachache leo, lakini nimeshatoa maelekezo, mshanielewa vizuri kabisa. Sasa nisikilize. Tukienda kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 15 usome mpaka wa 17.
mstari wa 15 hadi 17, alafu uruke usome mstari wa 20, alafu uruke usome mstari wa 23 na kuendelea. Karibu haraka haraka. Neno la Bwana. Wakazikataa sheria zake na agano lake alilolifanya na baba zao na shuhuda zake alizowashuhudia, wakafuata ubatili, wakawa ubatili, nao wakaandamana na mataifa waliowazunguka, ambao Bwana alikuwa amewaagiza wasitende kwa mfano wao. Wakaziacha amri zote za Bwana Mungu wao, wakajifanyizia sanamu za kusubu, yaani ndama mbili, wakafanya na Ashera, wakaliabudu jeshi lote la mbinguni, wakamtumikia Baali. Wakawapitisha watoto wao waume na wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu. Sikiliza kidogo hapo. Kuna vitu vinatajwa hapo. Kwanza wakatengeneza miungu ya ndama, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, uganga, wakaziuza. Hiyo ndio point hapo. Wakauza nafsi zao. Kumbuka siku zote kuna kitu kinakwenda kuhalalishwa na kina wewe mwenyewe, nafsi yako, mwili wako, maisha yako yanauzwa, ila wewe unafikiri una uhuru nayo. Unafikiri una uhuru na huyo mwanamke, unafikiri una uhuru na huyo mwanaume. Wakati mwingine unapambana, unaona mwanaume hashikiki, unapambana mwanamke hata yeye hashikiki. Una uhuru naye, una uhuru naye. Yule amemilikiwa, ameuzwa, nafsi yake imeuzwa. Na kama ndio maana hata katika ufalme wa Mungu utaona Yesu pia alileta kununua nafsi. Ndio maana sasa kwa damu yake akamnunulia Mungu. Ni manunuzi. Ulimwengu wa giza nao unanunuliwa. Na ulimwengu wa roho lazima ujue nani kakununua, nani kakumiliki, na matokeo yake nani atakuja kutoka nayo. Endelea. Kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. Kwa hiyo Bwana akawaghadhibikia Israeli sana. Soma mstari wa 20. Basi Bwana akakikataa kizazi chote cha Israeli, akawatesa na kuwatia katika mikono ya watu wenye kuwateka nyara, hata alipokwisha kuwatupa watoke machoni pake. Kinachotokea ni nini sasa? Unakuwa bado kanisani, unakuwa bado na jina la Kikristo, lakini Mungu anachofanya nini? Anakukataa. Si kwamba ukataa kabisa, bana. Maana yake anaruhusu yale matatizo. Anaacha yule mwenye kukuchukia akuonee. Anamwacha mwenye kukuchukia afanye anavyotaka kwako. Ndicho anachokifanya. Lakini si kwamba amekukataa kabisa. Anakuwa bado anakupenda, ila hamzuii tena. Yule mtesaji hamzuii tena. Mtesi anapokutesa anamwangalia tu. Ingawa huwa anasubiri. Ukigundua tu katubu, saa hiyo yule naye anabadilika. Anakusaidia na kupiga yule aliyekuwa kutesa. Sasa wengi hawageuki haraka na hawaoni toba ya haraka. Wanakuwa gumu kutubu. Wanabaki sasa wakiteswa, Mungu anaangalia tu. Lakini siku wanapogeuka na kuamua kutubu kweli, Mungu saa hiyo naye anabadilika. Anamtesa yule mtesi wako. Sasa ukiangalia, hiyo ni hali ambayo inatoka kwenye miungu. Sasa umejiuza mwenyewe. Lazima kutoe. Na hapo lazima ujue inawezekana ni wewe umejiuza, au sio wewe, ni wengine wamekuuza. Kama Ibrahimu alimfanya Lawi ahesabiwe kwenye matendo yake aliyoyafanya miaka mingi, maelfu iliyopita, miaka mingi sana, mamia ya nyuma. Wewe pia kuna watu waliofanya miaka mingi
kuna vitu vinahuishwa. Inawezekana ulivivunja, lakini huwa vinahuishwa. Kwa jinsi unavyomlingana Mungu na kuwa na uhusiano ulio legelege, ulio baridi, ile miungu, kwa maana wenzako bado wanaiheshimu, inapopata thamani na nguvu kwa wenzako, inapoanza kufuatilia damu zake, damu ya ukoo, wanakukuta na wewe ulishaiasi, lakini kwa sasa hujaiheshimu, ila hauna nguvu zaidi za kuwazuia wasikufikie. Aise, yule aliyetusumbua yule, mnamwona ndio, lakini tunamweza sasa hivi, nendeni haraka. Unashangaa yanakuja tena. Ulishajitenga, ulishajiondoa, lakini kwa sababu kuna kinu kinaendelea kupika, kinaendelea kukusanya kupitia ukoo, si wewe. Wanapokaa kwenye mambo fulani na wewe wanakagua katika ukaguzi wa ile damu inayotokana na lile shina, wewe pia unatambulika kwamba ni miongoni mwao, lakini wanakuona ulikuwa haushikiki, kwani kulikuwa na moto umekuwekea mpaka, kulikuwa na malaika umekuwekea mpaka. Lakini safari hii wanapokaa na kupiga darubini, wanakuona, lakini wanashangaa uko mwenyewe, ile moto haupo. Wanasema tumwendee haraka. Ndio unakuta nasikia hali fulani hivi, sina hamu ya maombi kabisa, yaani nasikia maombi hayako. Wao wana staili zao, hawakuzuii kwenda kanisani. Wakati mwingine wanaua maombi, wanaua hamu ya neno, wanaua ushuhudiaji, wanaua utoaji wa sadaka, wanaua mambo yale ambayo yanakufanya uwe karibu na Mungu, na matokeo yake yanakurudisha kule tena, na baadaye yanaua hamu ya ibada, yanaua kiu ya kwenda kushirikiana na wenzako kwenye ibada. Ikifika siku ya ibada, unaanza kusikia kama adhabu tayari, yaani tayari ni adhabu kabisa. Unatafuta sababu ipi usiende. Ukiona hivyo, umeshawahiwa. Maana kwenda kwa Mungu ni kitu kizuri, ni kitu cha kukichangamkia. Tunaenda kupata nguvu, tunapata fursa, tunapata nguvu za kusonga. Kwa hiyo hawezi kuona uzito. Ni kama unaalikwa na kiongozi mkuu wa nchi, yaani akikusikia tu amekupigia simu, yaani nakwambia, kama unaona muda ni mdogo, hata kama hujawahi kupanda bodaboda, utamkodi bodaboda, utamwambia tafadhali twende mpaka Ikulu, nipeleke. Utakaribia Ikulu, ambaye niacha hapa sasa, hapo ndio anze kutafuta taxi, maana kuna ili uende karibu, umeenda kwa heshima. Lakini kwa nini? Ni aina ya mtu aliyekualika, aina ya mtu aliyekualika, ni aina ya Mungu anayetukaribisha uweponi mwake. Laiti tungelijua kile ibada ina kitu cha kutupa, ina mgao wa kutugawia, lakini kwa sababu tumepofushwa fikra na tumeshikwa nafsi zimeuzwa, tunaona adhabu imefika, shida nyingine imefika, sasa tatizo limekuja, niende ibadani tena, tena masadaka yatatakiwa. Unaona ule uzito, vinakukamata. Sasa ukiangalia mstari wa 24, huu mstari wa 24 nataka niongee kwa sura tofauti kidogo. Hebu soma mstari wa 24. Naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli na Kutha na Ava na Hamath na Servamu, akawaweka katika miji ya Samaria badala ya wana wa Israeli, akawamiliki Samaria, wakakaa katika miji yake. Basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama,
wanawaua kwa sababu hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Ndipo mfalme wa Ashuru akatoa amri, akasema, mpelekeni mmojawapo wa makuhani mliowachukua kutoka huko, aende akae huko, akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Basi mmoja wa makuhani waliochukuliwa. Sasa subiri kwanza hapo. Katika mstari ngapi? Subiri. Sasa sikiliza vizuri. Hapa nataka kuongea katika staili mbili. Ya kwanza ilikuwa ni Mungu wa Israeli. Ndiye walipomtenda haya waliotenda tulikosoma kule, akaamua kuwaacha kwenye mikono ya watesi wao. Watesi wakawachukua na kuwapeleka katika nchi yao. Halafu wale watu wa nchi nyingine wa Ashuru wakaja wakakaa eneo lililokuwa lamilikiwa na Israeli. Sasa kilichotokea ni kwamba lile eneo lina maagano, lile eneo lina walinzi, lile eneo lina wasimamizi wa kiroho ambao ni miungu, ambao sasa ni Mungu wa Israeli. Ni maeneo yake yale, ni maeneo yake yale. Lakini wale waliokuwa nakaa pale wameshachukuliwa. Walipokuja hao wageni, ni Mungu wa Israeli alifanya simba, alileta simba. Ni malaika waligeuka kuwa simba, wakaanza kula watu. Na baadaye wakasema tatizo ni kwamba hatujui jinsi ya kuishi na huyu Mungu, hatujui jinsi ya kumpendeza huyu Mungu. Kaleteni mmoja wa makuhani atufundishe jinsi ya kuishi na huyu Mungu. Ndio wakamfuata. Sasa pointi ya pili, upande wa pili, wewe na mimi ambao hatutaki kuiabudu miungu ya adui, mara nyingi unakuta sasa uko na mtu, huyo mtu mchukua kama nchi ambayo umeingia kuimiliki. Kama ni mwanaume, ni mwanamke, kama ni wewe ni kijana tu hujaolewa, lakini familia uliopo ni nchi, na familia uliopo kabla ni nchi, iko na miungu yake. Sasa unapokuwa kwenye ile nchi ya yule mwenzako ambaye ni nchi na wewe ni nchi, je, unajua kawaida ya miungu ya huko alikotoka? Unajua kawaida ya miungu ya huyu alikotoka? Matokeo yake kuna miungu inageuka kukupiga, inapiga uchumi wako, kwa sababu huwezi kuitekelezea mapenzi yake. Kwa hivyo ndivyo inapokuwa. Wakati mwingine si kwa sababu wewe umeenda kuiabudu, ila ni kwa sababu hujaiabudu. Yaani hata usipoiabudu, hujaitekelezea, hujaifuatilia mambo yanayotakiwa yafanywe, pia inaweza kukudhuru. Lakini vile inakudhuru kwa sababu nimekwambia huko vuguvugu, huna nguvu za upande wa pili. Kwa hiyo inatakiwa, ndio maana Mungu aliwaambia mkiingia zile nchi, kitu cha kwanza msifanye maagano na hao watu. Ya pili, vunjeni madhabahu zao, ondoeni mahali pao pa kuabudu, bomosheni miungu yao. Hiyo ndio ilikuwa jambo la kwanza, si kwenda kuishi, ni kuivunja miungu, ni kuibomosha miungu. Kwa mwenzi wako unapompata tu mchumba, na hii inakupa ufunuo, kwanza uwe na connection na watumishi wa Mungu. Inawezekana ni mtu wako kabisa, haina maana kwamba si wako. Utampata wapi siku za leo? Siku za leo nani utampata ambaye si kabila lingine? Ni lazima yule mtu tushughulike na miungu, tumgeuze kuwa halali kwako, tumuingize kwenye agano la wewe na yeye kwenye roho kwanza, kabla hamjaingia mwilini. Msiwahi kwenda mwilini. Mwilini ni kitu kidogo sana, lakini lazima muingie kwenye msingi. Ni Mungu yupi mtamtumikia? Ni Mungu yupi atawamiliki? Ni Mungu yupi atawaongoza? Ni Mungu yupi atakuwa mkuu katika hiyo ndoa yenu? Ni Mungu yupi atasimamia uzao wenu?
Ni Mungu yupi atatunza hiyo mimba? Ni Mungu yupi atahudhuria wakati unajifungua? Ni Mungu yupi atakusaidia kulea huyo mtoto? Lazima uanze kupata mwongozo kwamba wakati wa kupata uzao ni baraka kubwa, lakini uzao unapigwa vita. Mungu alisema nitaweka uadui kwenye mambo ya uzao. Kwa lazima uzao usimamiwe, uzao ulindwe, na hii ni vita endelevu. Usiende kwa haraka haraka. Na wakati mnataka kufika hatua, mnasema tunataka mtoto, lazima muombe na mseme Mungu, tunataka kuingia kwenye uumbaji ule ulio wewe. Maana Mungu anaendelea kuumba watu kupitia mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo ni lazima muungane na Mungu anayefanya uumbaji wake kupitia ninyi wanadamu. Hivyo Mungu asimame na uumbaji wake kupitia vyombo vyake, ambaye mwanamke alichaguliwa kuwa ni kiwanda, ni chombo cha kuumba watu wapya watoke katika. Mungu haumbi tena watu, ila Mungu anaendelea kuumba watu kupitia tumbo la mwanamke. Tumbo la mwanamke lilichaguliwa na Mungu. Tumbo la mwanamke lilibarikiwa na Mungu. Tumbo la mwanamke lilipewa heshima kubwa ya kwamba ndilo litakuwa likiendeleza uzao. Lakini si tumbo peke yake, ni tumbo linalopokea mbegu, tumbo ambalo limebeba rutuba. Ni kama udongo, ni shamba. Mwanamke ni kama shamba, na actually mwanamke ni shamba lenye rutuba, na ukipanda mbegu litakupa mazao, litakupa matunda. Kwa hiyo ni kanuni, kasome utaona kwamba mwanamke huwa anazalisha, huwa anazidisha. Hivyo kila kitu ukimfanyia upendo atazalisha, atakupa upendo, utii na vitu vizuri. Ukimdharau mwanamke atakuletea kero mpaka utakimbia nyuma, maana hakurudishi kero uliompa. Wewe ulimpa kero moja, hiyo kero ilikuwa ni mbegu. Hiyo mbegu mwanamke ana kawaida ya kuizidisha ikupe matunda. Kwa atakapokurudishia, atakurudishia dharau, atakurudishia makero, atakurudishia vitu ambavyo utashangaa huyu mwanamke ni nani? Ni mbegu yako. Wanaume tunavunaga sisi, hizo ni mbegu. Tunapopanda, ukipanda mbegu ya kumdharau mwanamke, ya kumkera mwanamke, na kuambia mwanamke atakurudishia kiwango kilichozidishwa, atanuna, kwa hiyo kama utaki matunda mabaya, panda mbegu nzuri. Hiyo nimechomekea tu, lakini naongelea mambo ya uzao. Kwa hiyo matendo yote ya wanaume yaliyo mabaya unaotendea wa mwanamke, utaweza kuikimbia nyumba, utakosa raha. Maana nyumba ni mwanamke. Kama unamwambia maneno mazuri, maneno ya furaha, maneno ya amani, maneno ya kumfurahisha mwanamke, hakuna mtu mzuri kama mwanamke. Maana nyumba itakuwa na raha, nyumba itakuwa na amani, nyumba itakuwa inapendeza. Yaani mwanamke hufanya nyumba ipendeze, na mwanamke anafanya nyumba iwe ni jehanamu ukaikimbia. Na ndio maana inatajwa mwanamke anaweza kaibomoa nyumba kwa sababu tu ya mikono yake, kwa sababu wewe ndio umepanda mbegu mbaya. Hata tunaangalia yale ambayo Mungu amechagua. Mwanamke amechaguliwa na Mungu, lakini adui naye anawinda tumbo hilo hilo, anawinda akaliharibu hilo shamba zuri, aharibu hilo shamba, aondoe mbolea, aondoe ili likose watoto, na kama linapata watoto kwa shida na kwa dhiki. Ndio maana lazima kuombea uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke lazima kuombea, kwa sababu uko vitani. Hatuwezi kutokea sisi, kila mmoja anayenitazama ametokea kwenye tumbo la mwanamke. Mtu mmoja tu ambaye yeye aliumbwa bila mwanamke ni mmoja, ni Adam peke yake na Hawa labda. Lakini angawa Hawa naye katoka kwenye mwili wa Adam lakini wote mpaka Yesu ametoka kwenye tumbo la mwanamke. Tumbo la mwanamke lazima liheshimiwe na lazima lithaminiwe. Lakini sasa tumbo hilo ndio linatafutwa. Lakini sio tu tumbo la mwanamke, la kiuno cha mwanaume kina thamani, maana kinabeba uungu, kinabeba nafasi ya Mungu. Yaani Mungu naye ndiye mfinyanzi, ndiye mwenye asili, ndiye mwenye mbegu. Kwa akikukamata mwanaume unakuwa hovyo kila mahali, hovyo. Na mwanamke akikamatwa unakuwa hovyo, na matokeo yake yanakuwa ni tatizo. Sasa hapo nimekaa sana, sikutaka kukaa sana, siku nyingi nimekaa sana. Nataka tuone ile miungu sasa ambayo inashughulikia eneo lenu, inashughulikia huyo mwenzako.
inasema unajua kawaida ya huyu alikotoka, mbona umtendei vyema kulingana na sisi tunako hapa unavyomtenda? Utamdhani huyo ni mdhaifu, utamsumbua, lakini hiyo miungu itakukwamisha kazini, itakurudisha umaskini, itakupatia maradhi, utashangaa hata kwa mahusiano yenu yanagoma. Kwa nini? Miungu hujaelewa jinsi ya kuishi na hiyo miungu ya nchi. Miungu ya nchi hujajua jinsi ya kuishi na hiyo miungu ya nchi. Hujajua jinsi ya kuishi na huyo Mungu wa huyo mume, huyo mwanaume. Hujajua jinsi ya kuishi na miungu ya ukoo, ya kabila, ya huyo uliye naye, kwa sababu ulimchukua katika namna ya kusura hivi. Lakini Mungu atusaidie. Ukisoma sasa mstari wa 5 na kuendelea, utaona yule kuhani aliwafundisha, wakafanya kitu kimoja. Wakawa wanaabudu Mungu wa kweli, lakini wanaabudu na miungu yao. Wanamwabudu Mungu wa kweli, wanaabudu na miungu yao. Iliendelea kwa shida. So mstari wa 5 na kuendelea. Hao ambao Bwana alifanya agano nao, akawaamuru akasema, msiche miungu mingine, wala kuisujudia, wala kuitumikia, wala kuitolea sadaka, ila yeye Bwana aliyewaleta kutoka nchi ya Misri kwa nguvu nyingi na kwa mkono ulionyooshwa, yeye ndiye mtakayemcha, yeye ndiye mtakayemsujudia, yeye ndiye mtakayemtolea sadaka. Na sheria maneno hayo, yeye ndiye mtamtolea sadaka. Soma Kutoka 20 mstari wa 3, inasema mimi ndimi Mungu Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usisujudie wala usitumikie sanamu zote, kwa sababu mimi ni Mungu mwenye wivu, ninawapatiliza ninapatiliza kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, hata cha 4 cha wanichukizao. Lakini pia mimi nawarehemu wale wanaonipenda na kushika amri zangu, hata elfu. Kwa hapo tunaenda kuangalia mapatilizo ambayo yanakuja kwetu kwa sababu tunatembea nusu. Mapatilizo ya kushikamana na miungu hii mingine. Alafu utasoma mwenyewe kumalizia hiyo maeneo, muda hautaniruhusu. Utasoma mwenyewe kumaliza mpaka mwisho sura hiyo mstari wa 41. Utasoma mpaka mstari wa 41, utaona hapa. Nimeona tu kwamba nikuonyeshe usitoe sadaka mahali ambako una uhakika. Hata kama unaalikwa kwenye mambo ya TV, usikimbilie sadaka. Ndio inaoshika nafsi, ndio inakununua. Usitoe sadaka ovyo. Sadaka ndio ibada. Sadaka si maneno yako. Ibada si maneno yako. Ibada huwa ni sadaka. Karudika soma Biblia Agano la Kale. Sadaka ni ibada. Na ndio maana hata ukienda kwa waganga ni kupeleka kuku, hiyo ndio ibada yenyewe. Wanapochinja, actually hiyo ndio ibada kamili. Ile damu ndio inapokelewa na ndio roho yenyewe, ndio miungu inapokea. Sasa sisi tunabakisha ile damu yetu ni ya Yesu, ndio kuchinja kwetu ni damu ya Yesu, lakini ule mwili wake unatoa sadaka ya gharama ya kwako, ile uunganishe na ile sadaka ya damu, ili kwamba wewe nafsi yako inanukomolewa kwa ile damu, lakini kujidhabihu maana ni kugharamia ile damu ya Yesu. Wewe hujagharamia yoyote, hiyo ni Mungu amegharamia. Kwa lazima na wewe uingie gharama kujidhabihu. Na hiyo kujidhabihu, kwa sababu zamani kulingana na baraka alizotaka, mwingine alijidhabihu akatoa ng'ombe 3, ng'ombe 7, wengine mpaka ng'ombe 7 ili mambo yake yaende vizuri. Sulemani alitoa ng'ombe 1000 mpaka Mungu akamfanya kuwa tofauti na dunia nzima. Kwa hiyo leo sisi kwa ujinga wetu tunadhani tunapoenda tu kusema, na ndio maana hatuachi dhambi wala hatuchukui kumaanisha, kwa sababu tunachukua damu ya Yesu kama kitu chepesi. Hiyo haituumi. Inamuuma aliyetoa Mungu peke yake, na yeye aliyekufa ndio inamuuma. Sisi tunaichukua tu kama damu ya Yesu rahisi. Lakini ili ile damu ya Yesu iwe na nguvu kwako, chukua kitu cha thamani ambacho ukikitoa mpaka unakikumbuka kwamba jamani,
nimeachilia ng'ombe 2 zimeenda. Sisemi ng'ombe kachinji, naongelea thamani ambayo ukitoa ni dhabihu. Dhabihu ni kitu ambacho hutakiona kimeenda, kitaleta pengo, kitaleta pungufu, na hiyo ndio inatakiwa, ndio sadaka. Yaani sadaka hiyo unatoa, sikwambii usitoe shilingi 100, shilingi 200. Hilo ni sawa, tunatoa ni kama utaratibu, lakini naongelea sadaka za hatima. Sadaka inaoenda kukupatia hatima ili umiliki, ili utamalaki kwenye uchumi, utamalaki kwenye fedha, ili uwe na nguvu. Ni lazima ujikomiti. Watu wanaojikomiti ndio wanainuliwa, lakini wewe baki hivyo na shilingi 200 zako, hiyo itapokelewa, ni ishara ya imani yako na Mungu atakubali. Lakini huwezi, nishakwambia huko nyuma, huwezi ukaenda kiwango cha senti 2 eti ukamiliki mabilioni. Haipo. Utapewa kiwango cha senti 2, kiwango cha kujaa na kusukwa na kumwagika, lakini kiwango cha senti 2. Kwa hiyo usikose kuelewa njia za Mungu. Mungu naye hutaka watu wanaojidhabihu, na yeye ndio alianzisha kujidhabihu. Unataka gharama kweli, ndio akamwambia Ibrahim jidhabihu. Ni Mungu anataka vitu vya dhabihu, vitu vya kutoa mpaka uone sina tena, ndio dhabihu. Sasa lazima sisi tushapata sadaka yetu ya damu. Utachinja, ukichinja unapokea mapepo. Ukichinja mapepo yanakuja. Ukichinja mbuzi, kuku, kondoo kama sehemu ya sadaka ya Agano Jipya, mapepo ndio yanakuja. Maana damu inayofanya ikomeshe mapepo na miungu ni ile ya Yesu, lakini inaofungulia mambo yale yache ya ulimwengu wa roho kwako, yale yanachukuliwa kama haki na ni ya kwako kwenye ulimwengu wa roho. Lakini stahiki Mungu lazima akupime utayari wa gharama yako. Kwa hiyo vitu vitakuwa vya kwako kwenye ahadi siku utakapoanza kuwa kama Ibrahim, kuachilia vitu vya thamani. Ndivyo na Mungu anaanza kuachilia vitu vyako mwenyewe, vinaanza kukujia. Fedha zinaanza kukujia, mali zinakujilia. Hata mke wa thamani, anza kutoa kwa Mungu kabla hujapata mchumba. Kabla hujapata mchumba, anza kumtolea mke wako mtarajiwa. Anza kutoa sadaka kwa Mungu unayetaka akupe mke. Huyo Mungu ndiye atakuletea mke, ndiye atakuletea mume. Lakini ukienda kichwa utaletewa na mizimu, utapungana huko barabarani na utaona ameumbika kupita kawaida, na kweli ameumbika, lakini ameumbwa na nani? Mshauri lako, na utabebana, lakini mamiungu yataanza kuwamiliki na kuwataabisha na kuwatesa. Lakini Bwana kusaidie ya kwamba yale mapigo ya miungu leo yakomeshwe. Mapigo ya miungu leo yakomeshwe. Mapigo ya miungu yakomeshwe, kwa sababu tunaenda kujivua. Tunajivua. Na hilo zoezi la kuvua nitaliendeleza asubuhi. Naomba watu wawili tu aje hapa mbele. Tusimame watu tusimame keti hapo. Naomba watu wawili wote tu. Una shida wewe njoo. Maana kila mmoja una shida huugui, njoo tu. Tunataka tutafanya kila mtu tutakuwa tunamwombea. Karibu panda hapa. Panda kabisa hapa juu. Mtu mwingine aje nyuma yake asije kadondoka. Wala usijidondoshe, wewe baki tu hivyo. Utadondoka. Mtu mmoja aje nyuma hapo asije kadondoka chini. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, hivi ndivyo ninavyosimama kwa ajili ya kukomboa maisha yako. Najivisha vazi la ukombozi kwa damu ya Yesu. Najivisha mamlaka ya mfalme wa falme. Niko ambaye niko, Mungu wa miungu, mfalme wa falme, yeye anayethamini, mwenye uwezo na nguvu zote. Kwa mamlaka hiyo iliyokuu, ninakuinua katika madhabahu yake ya rehema. Yeye ambaye ana rehemu maelfu wanaompenda na kutubu. Anza kuungama ndani yako.
Mwambie Mungu akusamehe. Mwambie Mungu akusamehe. Mwambie Mungu akusamehe. Nami naungana na toba yako sasa. Kila toba unayoifanya sasa inapokelewa. Unasamehewa. Usamehewe dhambi zote zilizoanzia kizazi na kizazi. Dhambi za mapatilizo zote usamehewe, na madhara yake yote yasikupate. Usamehewe matendo yaliyofanywa yakakuunganisha kwenye mnyororo wa mti wa ukoo. Ule mti wa ukoo ambao unakuona kama miongoni mwao. Usamehewe. Wewe usamehewe. Wewe usamehewe. Wewe usamehewe. Wewe usamehewe. Zile sadaka zilizotolewa zinazokukamata, usamehewe. Sadaka zao, makafara yao waliotoa kwa miungu ambayo inakupiga, ambayo inakudhuru, wewe usamehewe. Wewe usamehewe. Wewe usamehewe. Matendo yako mwenyewe ya dhambi uliyoyafanya, ya kwenye siri, yaliyofichika, wewe usamehewe. Wewe usamehewe. Na unaendelea kuomba vile vile, usamehewe. Dhambi zako za siri usamehewe. Matendo yako ya dhambi usamehewe. Dhambi za maneno usamehewe. Dhambi za mawazo usamehewe. Dhambi za matendo usamehewe. Dhambi zote usamehewe kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu.